Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa leo nataka nikuelekeze njia ya kuweza kumrejesha mtu ambaye ameondoka ama kuweza kumfanya mtu akulipe pesa zako. Kuna mtu umemkopesha, alikuja kwako analia kwamba nikopeshe pesa, baada ya miezi mitatu au baada ya mwezi mmoja au baada ya wiki mbili nitakurudishia pesa zako. Lakini ndugu yangu, huyo mtu mpaka umpigie simu, na unapompigia simu unamwambia bwana, mimi nahitaji pesa zangu na shida nazo, wanangu mpaka leo hawajaenda shule, nahitaji pesa hizo zinisaidie ili niwapeleke wanangu shule. Lakini anakuambia bwana, pesa mimi sina, pesa sina. Lakini pesa huyo mtu anazo, ila ni ujeuri tu kwamba hataki kukulipa. Unahitaji mtu huyo aweze kukulipa pesa zako. Lakini wewe ambaye unafanya biashara, mwanzoni ulikuwa unauza sana, ulikuwa na wateja, lakini mpaka sasa hivi biashara yako imekuwa haiendi, wateja hawapatikani katika eneo lako la biashara, wateja wamezima. Unataka kuamsha, unataka kuwavuta wateja katika eneo lako la biashara. Leo nitakufundisha maajabu ya mshumaa huu wa rangi ya pinki. Sasa unachotakiwa wewe upate mshumaa wako wa rangi ya pinki, unatakiwa pia upate marashi haya. Haya yanaitwa marashi rozi. Nenda katika maduka dawa za asili, waambie wakupe marashi rozi. Lakini pia unatakiwa upate dawa inaitwa runduta, upate dawa inaitwa kasela, upate dawa inaitwa mharaka, upate dawa inaitwa mpapatiko, upate dawa inaitwa itetemia, dawa ya kutetemekewa na watu. Lakini pia unatakiwa upate mlipu pamoja na kindwa nzagamba, dawa ya kinyamwezi kutoka Tabora. Hizi dawa utazichanganya pamoja na marashi yako haya ambayo nishakwambia marashi rozi. Utakapozichanganya dawa hizi utapaka katika mshumaa wako. Lengo ni kutia nguvu mshumaa wako zaidi na zaidi. Baada ya kupaka dawa zako katika mshumaa, basi kama ni eneo lako la biashara ambalo wewe unahitaji kuwavuta wateja, basi utakuwa ni mwenye kuwasha mshumaa huu. Utasema nawasha mshumaa huu, lakini mimi ninachohitaji ni kuwavuta watu. Kama mshumaa huu unavyowaka, basi na mimi nahitaji kuleta nuru katika eneo langu la biashara, kuwafanya watu waje, wavutike, wanipende, watu waje katika eneo lako la biashara. Mshumaa wa pinki, rangi ya pinki ni rangi asilia kwa ajili ya mvuto. Kwa hiyo hii inapelekea biashara yako hata kama ilikuwa haina mvuto, watu wanakuja wanaulizia ila hawanunui, basi utakapokuwa ni mwenye kuchoma, utaifanya biashara yako iwavutie watu na watu waje zaidi na zaidi. Hata kama wewe unafanya biashara zako online, utakapokuwa ni mwenye kuwasha mshumaa huu kwa utaratibu ndio kuelekeza, basi biashara zako zitakuwa ni zenye kutoka na watu watakuwa ni wenye kutafuta sehemu mbalimbali. Hata kama unaweka matangazo yako, basi watu watakuwa ni wenye kupigia simu. Lakini pia kama kuna mtu ambaye ameondoka, inawezekana ni mkeo ama inawezekana ni mumeo ambaye mlikuwa pamoja, mlikuwa mnapendana, mlikuwa mmeshaanzisha maisha, mna watoto, lakini leo mtu huyo kaondoka na hakupigii simu, hakutafuti kwa namna yote, wewe unahangaika na watoto, unahitaji mtu huyo kumrejesha kwako, basi unaweza ukawasha mshumaa huu. Lakini washa usiku kuanzia saa 6 ama saa 8. Utakapokuwa unawasha utasema mimi siwashi mshumaa, bali na uwasha moyo wa fulani bini fulani. Kadi mshumaa huu utakavyokuwa unawaka, basi na fulani na bini fulani na yeye moyo wake asile wala asilale, asipate muda wowote, asiwezi kufanya kazi yoyote. Kadi mshumaa utakavyozidi kuwaka, basi na yeye muda wote awe ni mtu mwenye kupapalika, akose amani na utulivu aupate atakaporejea kwangu mimi fulani bini fulani, ama atakaponitafuta mimi fulani bini fulani. Bimaana kwamba utakuwa ni mwenye kutia nia. Ndugu yangu, huenda mtu huyo akakupigia simu siku huo kabla mshumaa haujazimika, huenda mtu huyo akawa ni mwenye kupigia simu. Lakini hii pia unaweza ukaitumia kwa watu ambao unawadai. Kuna watu ambao wamekukopa lakini mpaka leo hawajakurejeshea pesa zako. Utakapochoma kwa manuizi, basi watu hawa watakuwa ni wenye hofu, watakuwa ni wenye wasiwasi, muda wote mioyo yao inakuwa haijatulia. Watakuwa ni wenye kukumbuka kwamba fulani bini fulani alishatukopesha pesa, tunatakiwa kumlipa. Ni mujarabu sana hii. Hata kama kuna watu wameshakusahau, watu wako wa zamani, watu wako ambao kweli mlikuwa karibu, lakini unahitaji watu wakukumbuke, basi uwe ni mwenye kuwasha mshumaa kwa nia ya kuwafanya watu wako wakumbuke. Ni mujarabu sana ndugu zangu. Leo nimewaletea maajabu ya mshumaa wa pinki, lakini utakapochanganya kwa utaratibu huu, inafanya kazi ya kumvuta mtu mpenzi, inafanya kazi ya kuwavuta watu katika biashara, inafanya kazi ya kuwafanya watu wakukulipe pesa, lakini pia na watu ambao wamekusahau waweze kukukumbuka. Ni mujarabu sana, tena minal mujarabati swahihi. Wabillahi tawfiq.